Jinsi ya kuunda faida kwa pamoja. Uwekezaji wa kikundi ni njia nzuri kwa watu kujumuika pamoja na kuweka pesa zao kwa madhumuni ya kupata faida kwa pamoja. Inakuwa ni mkakati bora wa vikundi vya watu kama vile familia, marafiki au hata wanachama wa vikundi vya jamii ambao wanataka kukuza fedha zao na kufanikisha malengo ya kifedha. Faida za uwekezaji wa kikundi: kufikia malengo makubwa ya uwekezaji. Wakati watu wanajiunga pamoja, wanapata uwezo wa kuwekeza kwa kiasi kikubwa zaidi kuliko wanavyoweza kufanya peke yao. Kwa mfano, kikundi cha watu kikiwa na lengo la kuwekeza katika ardhi, biashara au soko la hisa, wanaweza kuunda mtaji mkubwa unaoweza kutoa faida kubwa zaidi. Kupunguza hatari ya kupoteza fedha. Uwekezaji wa kikundi unaweza kusaidia kupunguza hatari ya kupoteza fedha, kwani miongoni mwa washiriki wa kikundi, kila mmoja atachangia sehemu ndogo ya jumla ya uwekezaji. Ikiwa kuna hasara, haipatikani kwa mmoja tu, bali inagawanywa kati ya wote. Kujifunza na kuboresha ujuzi wa kifedha. Uwekezaji wa kikundi ni fursa ya kujifunza zaidi kuhusu masuala ya kifedha. Wanachama wa kikundi wanaweza kujifunza kutoka kwa kila mmoja kuhusu mbinu bora za uwekezaji na kushirikiana mawazo kuhusu jinsi ya kuboresha ufanisi wa uwekezaji wao. Biashara, ardhi au mali isiyohamishika. Kufanya mpango wa fedha. Baada ya kukabiliana kuhusu aina ya uwekezaji, kikundi kinahitaji kufanya mpango wa fedha. Hii inajumuisha kufikiria ni kiasi gani cha pesa kila mwanachama atachangia na kwa muda gani fedha hizo zitakuwa zimefungwa. Kuweka sheria za kundi. Ili uwekezaji wa kikundi ufanikiwe, ni muhimu kuwa na sheria zinazoongoza wanachama. Hii inahusisha masuala kama vile kugawana faida, kutoa michango na kushughulika migogoro yote itakayotokea. Kufanya ufuatiliaji na tathmini. Baada ya uwekezaji kufanyika, ni muhimu kufuatilia maendeleo ya fedha na kufanya tathmini mara kwa mara. Kila mwanachama anapaswa kuwa na nafasi ya kujua hali ya fedha na kuona faida au hasara zinazojitokeza. Changamoto za uwekezaji wa kikundi. Mgogoro wa kimawazo. Mara nyingi wanachama wa kikundi wanaweza kuwa na mawazo tofauti kuhusu njia bora ya kuwekeza au jinsi ya kugawa faida. Hii inaweza kuleta migogoro ikiwa hakuna maelewano mapema. Usimamizi wa fedha. Usimamizi wa fedha ni muhimu. Ikiwa fedha hazifuatiliwi kwa makini, inaweza kuwa na madhara makubwa kwa kikundi kizima. Uwekezaji wa kikundi unahitaji pia kufuata sheria za kifedha na kisheria. Ni muhimu kuwa na mkataba wa kisheria unaohakikisha kuwa kila mwanachama atajua haki na wajibu wake. Uwekezaji wa kikundi ni njia nzuri ya kukuza mali na faida kwa pamoja. Kufuata mipango na sheria zilizo wazi, kikundi kinaweza kufikia malengo yake ya kifedha na kutoa faida kwa wanachama wake. Ingawa kuna changamoto, faida zinazopatikana ni kubwa. Juhudi za pamoja husaidia kupunguza hatari. Natumaini ukifuata haya, kikundi chenu kitakuwa bora katika uwekezaji wa fedha. Ulikuwa nami Juliet Innocent kwenye makala hii fupi. Hadi wakati mwingine, asante na kwaheri.